Mwanangu, nimeiteni hapa kwa jambo nataka niambie. Siku ya kuamkia leo nimeota ndoto inanichanganya sana akili yangu. Ndoto gani? Tuko watu watatu kama hivi vijisi tulivyo, tukapita sehemu tukakutana na mtu tena Chris. Akachomoa panga kisha akaanza kutufukuzia tena kwa lengo la kutuua. Ina maana gani? Kwa nini ndoto moja tuote watatu? Pana namna hapa. Lakini tutajua. Vipi? Mzigo umeshapeleka kijiji cha pili? Hapana, sijapeleka kwa sababu kulishapambazuka. Hivyo basi giza likiingia ndipo nitakapokamilisha. Kuwa makini kwa hili swala, tutakuwa na msamaha nawe tena. Sawa, nimewaelewa. Maya!
Nini? Yule mtu tuliomuua ametokea nyumbani kwangu. Amekutokea? Kivipi? Mimi hata sielewi. Haiwezekani. Twende tukahakikishe. Hii maiti inatakiwa kutolewa hapa haraka iwezekanavyo. Sawa. Lakini naombeni mnisaidie. Peke yangu siwezi. Tena inakubidi ulete kafara mtoto kurekebisha makosa yako. Sawa, nitajitahidi. Vipi mpenzi wangu? Umefurahia show? Ndio bwana, mpaka nikwambie. Niambie tu. Okay, nimeipenda. Kama umeipenda mpenzi wangu, basi tena nikakupa zawadi yako. Nashukuru. Mke wangu. Siku zinapozidi kwenda na hata mimba inazidi kukua sasa. Ndio mume wangu, mtoto sasa anazidi kukua na anapiga sana mateke, hata usiku nikilala. Hatari, utafikiri mcheza mpira au mpiganaji. Sasa inabidi upunguze kazi mke wangu. Zile kazi ngumu sitaki uzifanye tena. Unielewa? Nadhani unakumbuka hata hospitali waliongea vitu gani? Ndio nakumbuka mume wangu, ila wala usijali, maana walisema nisio nafanya kazi ngumu. Nihakikishe napata muda wa kupumzika, kufanya mazoezi, kula matunda na mboga pamoja na maji ya kutosha nikisha napata. Safi sana. Nashukuru kwa kukumbuka yote hayo. Kwa sababu gani? Sitaki jifike wakati uteseke. Tumlee mtoto wetu kwa mazingira mazuri. Sawa? Kwa hiyo basi fuatilia kila kitu ambacho uliambiwa na madokta. Sawa mume wangu kipenzi, hilo wala lisikupe shida. Nashukuru. Ni kama simu yangu inaita Kweli nimesikia mume wangu, ngoja basi nikakuchukulia. Mwenye hata sielewi, maana wakati natoka nje hazikuwepo hizi damu.